Mzee, shikamoo. Marahaba bwana, hali yako? Nzuri, pole sana. Asante, sisi wote. Kwanza nijue kwako, msiba huu umeupata ukiwa wapi? Mimi msiba huu ulinipata nikiwa ndio narudi nyumbani kwangu kutoka kwenye shughuli zangu. Ile nafika tu hivi nikapigiwa simu na mwenzetu mmoja mwanamama, akanambia una taarifa? Nikamwambia hapana. Anambia mwenzetu Hashim Kambi hatunaye. Nikamwambia wacha utani bwana. Akanambia ni kweli. Maana siku 2-3 tulikuwa tumewasiliana na kuna mambo tulikuwa tumeongea. Sasa anakuja kuniambia mtu ameondoka na alikuwa hata hajalala kitandani, ilinistua na kunipotezea mwelekeo kidogo. Labda ni kwa namna gani pengo hili ambalo limetokea? Pengo ni kubwa kwa mtu kama yeye ambaye ni legend, amefanya makubwa katika tasnia, lakini ni mtu ambaye ameshiriki katika kujenga misingi ya kuisimamisha tasnia. Kwa hiyo pengo ni kubwa, pengo ni kubwa na tutajaribu kwa kila hali kufanya namna ya kuweza kuliziba, lakini sidhani kila mtu na mambo yake. Labda kwa ufupi, huyu umemfahamu kuanzia wapi katika maisha yake? Hashim Kambi tumefahamiana miaka mingi sana, kitambo sana, tangu kipindi kile maigizo ndio yanaanza hapa kwetu Tanzania, au yamerejea tena. Ndipo tulipoanza kufahamiana, tukafanya kazi pamoja, maana alikuja wakati ule, unajua makundi ndio yalikuwa yametamalaki. Kulikuwa kuna Kaole, kuna Splendid, kuna Shirikisho Msanii Afrika, kuna Kidedea na mengine mengi. Kwa hiyo ilikuwa ushiriki wa mtu kwenye tasnia ni lazima uwepo kwenye makundi, sio kama sasa hivi watu wanaweza kuingia na kutoka bila kuwepo kwenye makundi. Kwa hiyo alikuja Shirikisho Msanii Afrika, tukampokea. Bahati nzuri wakati ule mimi ndio nilikuwa kiongozi mkubwa wa shirikisho. Alinikuta nikampokea, tukafanya kazi pamoja kwa ushirikiano mkubwa sana, na ikatokea tukawa kapo nzuri zinazokwenda kufanya kazi kubwa na matokeo mazuri, kwa sababu tukiwa mimi, yeye, marehemu Grace Mapunda, naye unaona, hawa kina Idaya Njaidi, unaona, basi kuna mwingine alikuwa anaitwa yupo lakini Moli, hizi ukiziweka pamoja na Kigwasi, mambo yanakuwa hatari sana. Na mara yako ya mwisho kumuona kabisa ana kwa ana hivi? Hashim Kambi, kwanza Hashim Kambi ni rafiki yangu wa karibu sana. Yaani yule mtu ambaye mnazungumza mambo ya ndani kabisa ni Hashim, unaona. Kwa hiyo tulikuwa tukishauriana mambo mengi. Haiwezi kupita wiki bila mimi na yeye kusalimiana, kuongea, kuulizana jambo gani likoje. Lakini pia yapo mambo mengi ambayo tulizungumza kuyafanya, tulipanga kuyafanya, hatukuyafanya mpaka anaondoka, unaona. Kwa hiyo nataka ujue tu ni mtu wa karibu kiasi gani. Ikiwa mnaweza kushauriana mambo ya ndani kabisa, huyo ni mtu wa karibu mno, ni rafiki, ni kapo ya nguvu sana kwangu mimi. Nje ya kazi tuna mambo mengi tunafanya pamoja. Miongoni mwa mambo ambayo huwezi kuyasahau ni yapi kwa upande wake? Miongoni mwa mambo ambayo siwezi kuyasahau ni mambo ya kiafya. Hashim alipenda kuzingatia sana mambo ya afya. Mara nyingi mimi nilikuwa nikipata dondoo za kiafya kutoka kwake, unaona, na mimi nikizidokoa kulikuwa kuna daktari wetu mkubwa, Dr. Janabi, Profesa Janabi, tulikuwa tunapenda kumfuatilia sana kwa pamoja, kwa sababu unajua sisi umri wetu umeshasogea, kwa changamoto za kiafya ni nyingi. Kwa hiyo unapopata dondoo za kiafya unampa mwenzio. Kwa hiyo tulikuwa tukipeana hizi dondoo, tulikuwa tukitafuta namna ya kusolve changamoto zetu, unaona. Namkumbuka kwa hilo na mengine ni ya kikazi. Na pengine
Kwa yeye sasa mpaka anamaliza muda wake, yani mpaka anafikia siku yake ya mwisho, ameonekana kwamba alikuwa anatoka kazini na mwisho wa siku mauti kamkuta akiwa kazini. Pengine hii inafundisha nini kwa upande wenu nyie ambao tupo haya hadi sasa hivi? Hili linatufundisha tujiandae wakati wote, wakati wowote tuwe tayari. Umeelewa? Tujiandae kiroho, tujiandae pia kiafya. Unajua ndugu mwandishi, ukishafika miaka 40, kuanzia 40 na kuendelea, changamoto za kiafya zinaanza kujitokeza. Kwa hiyo hili linatuachia kumbukumbu ya kutunza afya zetu, ya kufuatilia afya zetu, na inatukumbusha kuwa ni lazima tuwe na kitu kinaitwa bima ya afya. Bima ya afya kwa watu wenye umri mkubwa ni kitu muhimu sana, kwa sababu sisi watu wazima tuna changamoto za kiafya kuliko vijana. Sijui unanielewa hilo eh? Kwa hiyo muhimu kwetu sisi watu wazima, lakini muhimu kwa chama cha waigizaji, muhimu kwa wizara yetu, muhimu kwa serikali yetu ni kuhakikisha bima ya afya kwa wote inapewa kipaumbele zaidi kwa watu wazima. Itatusaidia sana, itaturahisishia sana kwenye utekelezaji na usimamizi wa familia zetu na afya zetu. Na kwa upande wenu sasa, kwa upande wa wasanii, nimeona kwenye misiba mmekuja wengi sana kushirikiana, na sio huu tu, mara nyingi mmekuwa mmekuja. Pengine sasa kwa wale ambao hawaji mara kwa mara katika misiba kuwasindikiza wenzao, unawaambia nini? Nawaambia hivi, mtu ni watu, sio kile ulichonacho. Sawa sawa unaweza kuona ukasema ya nini nakwenda kwa nini ninajitosheleza? Hakuna mtu anayejitosheleza, hakuna binadamu anayejitosheleza kwa kila kitu. Yapo mambo ambayo yanatakiwa kufanywa na watu, yapo mambo ambayo yanahitaji ushiriki wa watu. Kwa hiyo lazima uishi na watu vizuri, lazima ushirikiane na wenzio. Sawa sawa. Hii habari ya kukaa mbali na mambo ya wenzio haipendezi, kwa sababu kuna leo na kesho. Ipo siku litatokea kwako, alafu watu na wao wakikaa nyumbani wasije, itakuwaje? Leo naniambia kwa Hashim Kambi wasanii mmejitokeza kwa wingi, mmekuja kumstiri mwenzenu lakini kuna waliobaki nyumbani. Nawaambia hakuna mtu awezaye peke yake. Tuje tushirikiane, tutembee pamoja. Sisi mmoja mmoja hatuna uwezo huo wa kubadilisha mambo yetu, hatuna uwezo huo wa kusolve mambo yetu wenyewe, hatuna. Kwa hiyo ushirikiano ni muhimu, unahitajika sana. Mheshimiwa Rais Mkapa alisema mtaji wa maskini ni nini? Sisi hatuna utajiri huo wa kuweza kujitegemea, hatuna utajiri huo. Kwa hiyo lazima tushirikiane. Tumalize na hili. Changamoto gani ambayo sasa hivi mnakutana nayo? Hasa kama unavyoona kuna baadhi vijana sasa hivi wanaibuka, wanakuja moto kweli kweli, tofauti na nyinyi ambavyo mlivyokuwa zamani. Pengine changamoto unayokutana nayo sasa hivi ipoje? Sisi ndio tunapenda hivyo kwanza. Tunapenda waje moto. Kwa sababu kuja kwao moto kunakuja kuimarisha tasnia, kunakuja kuitanua tasnia, wanakuja kuipeleka mbali. Sawa sawa. Pale sisi tulipoishia wanaanzia pale kuipeleka mbele. Sijui unanielewa. Tunataka sisi ma legend, tunataka vijana waje kwa nguvu mara 10 zaidi ya ile tuliokuwa nayo sisi, na zaidi ya ile tulioanza nayo sisi. Tunatamani siku moja sisi tuje tuwe na Hollywood ili kubwa hapa, au sijui mtaita Tannywood, lakini tunatamani kufikia industry kama ya Marekani, Hollywood kule, India nao wako mbali, China wako mbali, umeelewa? Tunahitaji kufika huko. Sasa tutafikaje kama tuna vijana wanaoingia humu alafu ni wazembe, ni walegevu, hawana fikra pevu, hawana talenti zilizo pevuka. Umeelewa? Itakuwaje? Tutakuwa tunarudi nyuma, alafu tutakaokuwa tumefeli ni sisi
ambao tulianzisha hii kitu, badala ya kupandikiza watu wenye uwezo, tukapandikiza watu wasiokuwa na uwezo, itashuka na itakufa. Lakini hivyo wanavyokuja moto ndivyo sisi tunataka. Ukianzisha jambo, pendelea lipate watu wa kulipokea na kuliendeleza. Usianzishe jambo ukalikumbatia ukasema la kwangu, wanaokuja siwataki. Hapana. Hapana. Wakumbushe walio ambao wamesahau jina lako, pengine litaje jina lako kamili. Jina langu kubwa ni Boss Masinde kwenye tasnia, lakini Masinde pia ni jina langu la kwanza kabisa. Nilipozaliwa pale Kilimanjaro nilipewa jina Masinde. Kwenye tasnia ndo wakaja wakaongezea Boss Masinde. Sawa. Nikushukuru sana na nikutakie kila. Asante sana.